Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakusalimia kwa jina la Yesu. Sisi ni Kingdom Harvesters na mimi naitwa Oliver. Naitwa Deborah. Naitwa Melina. Na kwa pamoja leo tunatamani kushirikiana na wewe katika kumega mkate kwa pamoja. Na kabla hatujaendelea, natamani kukutambulisha ujue hii Kingdom Harvesters ni nini. Kingdom Harvesters au wavunaji wa ufalme si kitu maalum sana, ni kwa sasa ni wamama tu ambao tunawiwa ndani yetu kuvuna nafsi kwa ajili ya Kristo, kuvunia Bwana watu, kuvuna kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo hilo ndio jambo kubwa, na tuko hapa kushirikiana na wewe maneno ya Mungu. Kabla hatujaendelea, ninaomba nimkaribishe dada yangu hapa ili aweze kuomba. Tufungue kwa maombi. Karibu sana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwema, Mungu mtakatifu, Mungu aliyeketi mahali pa juu palipoinuka sana. Asante Mungu kwa neema hii uliyotupatia leo watoto wako. Asante kwa kibali. Tunakushukuru Mfalme. Tazama tumekusanyika hapa watoto wako kwa ajili ya kulitafakari neno lako. Tunakualika Roho Mtakatifu ukawe katikati yetu. Ukaachilie mafuta yako mabichi yakawe juu yetu. Sisi tupungue, wewe ukaongezeke. Tukakinene kile ulichokusudia, kile ulichokiweka ndani yetu. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunashirikisha na ndugu zetu wanaotutazama na kutusikiliza, wakapate kupokea kile Mungu umekusudia wakukipokee. Ni katika jina la mwana Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Wote tuseme amen. Amen. I'm so excited kwa ajili ya siku ya leo. Niko very excited. Nafikiri nikukaribishe dada Deborah, ututambulishie kile ambacho tutakwenda kukizungumza. Tutakwenda kufundishana. Tunaamini Roho Mtakatifu atatufundisha sisi pamoja na wewe unayetutazama. Tunaamini Roho Mtakatifu atatufundisha. Karibu sana. Asante, nashukuru. Leo discussion yetu iko katika kitabu cha Waebrania. Kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 26. Kwamba nisome. Inasema, maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kutazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. 28. Mtu aliyeidharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili au watatu. 29. Mwaonaje? Haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu, na kuihesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo, na kumfanyia jeuri Roho wa neema. Mrudia tena mstari wa 29. Mwaonaje? Haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu, na kuihesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo, na kumfanyia jeuri Roho wa neema. Wa neema ni swali hapo. So ni kuanzia mstari wa 26 mpaka mstari wa 29. Naomba Deborah hapo tusome na version ya Kiingereza ili tupate tafsiri nyingine zaidi. Inasema, for if we sin willingly, after that we have received the knowledge of truth, there remaineth no more sacrifice for sins. If we sin willingly. Kwa Kiswahili amesemaje? Kwa kusudi.
kwa kujua kwa lugha nyingine. Kwa maana kwa kujua. Kwamba unajua kwamba ni kosa lakini unaendelea kulifanya. Okay. Willingful. Kwa kudhamiria au unafanya kwa kudhamiria na kama ni hivyo hapo pia. Ukisema mtu huyu amefanya bila hayuko willing kufanya, manake ndani yake hafurahi kufanya kile kitu. Au pia hajapanga kufanya kile kitu. Lakini mtu akisema hayuko willing manake hataki. Akisema yuko willing manake anataka. Kwa ina maana tukiendelea kufanya kazi kufanya dhambi kwa kutaka, huko tunajua yani iko willing kwa kufurahia, kwa kupenda, unaendelea kufanya. Unajua ni kosa, unajua ni dhambi, tunaendelea kufanya. Ndio hapa nafikiri inachomaanisha. Na version nyingine jaribu, natamani tupate maana nyingine tena. Hii version nilipenda wakati naifungua hapa. Inasema if we go on sinning. Ile nyingine imesema if we sin willingly. Inasema if we go on sinning after we have learned the truth, no sacrifice can take away our sin. Hiyo ndio ina maana nzuri. If we go on sinning, and tukiendelea kutenda dhambi, tukiendelea kutenda dhambi wakati tumeshajifunza au kujua kweli, hakuna dhabihu inayoweza kuondoa dhambi yetu. Kumbe ukiwa unafanya dhambi wakati haujui, haina shida. Hapa yani hapa hamna ile unajua, kuna ile unaweza kusema kujitetea. Hapa anasema kwamba rudi hapo sema. Anasema if we go on sinning after we have learned the truth. Go on. Sasa umeshajua ni kosa. Ni kweli ulikuwa unafanya labda ulikuwa unavuta sigara au wanawake umbea, unafanya umbea, na sasa ukapata neema ya kujua kwamba umbea sio kitu kizuri. Sasa kitendo cha kuendelea kufanya hicho kitu, hapo ndo anapopaeleza. Yani point iko hapo, if you go on. Baada ya kujua, amen. Mimi kuna kitu hapa na tamani tukijua. Mimi nahisi huyu anaelezea kwa wale waamini tayari. Ni tofauti hapa. Ukiangalia vizuri, kumsikiliza vizuri, anaelezea kwa ambao tayari tumeshaamini. Ni sisi hapa. Tunaijua kweli. Tumeshaokolewa, tumeshajua madhara ya dhambi ni nini, tumeshajua nini baba anataka, baba hataki. Lakini kwa makusudi, hapa anasema ukifanya kwa makusudi, ukaenda ukafanya hiyo dhambi, kwa hiyo ile damu iliyonitetea kabla sijamjua Yesu, hapa haitakuwepo. Ni kama ime-expire. Yani hapo haifanyi kazi. Hapo haifanyi kazi. Kwamba kumbe hiyo damu nayo ina kikomo chake. Kuna sehemu haifanyi kazi, yani hai-react, haiko active. Hasa kwa hiyo mtu ambaye ameijua kweli lakini akaamua kuendelea willingly, akaendelea, damu ina kikomo. Na kuna mstari mmoja hapa akasema kwamba unamkanyaga mwana wa Adamu. Yaani unamkanyaga Yesu. Mimi hapa Melina nimeokoka. Damu ya Yesu imenisafisha, damu ya Yesu imenikomboa pale msalabani, ikanihesabia haki, ikafanyika kuwa mwana, nikahesabiwa haki. Lakini sasa katika harakati zangu naamua kuchepuka kufanya kile kitu ambacho Mungu anakataza. Kwa mimi nakuwa namkanyaga Yesu. Mimi napokaa kibarazani na wenye mzaa na sengenya, mimi najiona na sengenya. Lakini katika ulimwengu wa roho Mungu ananiona na mkanyaga Yesu. Mungu anaona naiona ile damu ni ovyo, ni kitu cha ovyo. Hicho ndio kinaniogopesha kuliko vyote. Hilo neno limeniogopesha. Tena inasema haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi kuliko ile ya Musa, ambayo Musa alikuwa anaitoa. Kwamba umetenda dhambi, watu wanakuja shahidi wa kwanza, shahidi wa pili, kweli mtu kitu kafanya, unauliwa. Sasa nasema hii ya sasa hivi inatakiwa iwe adhabu kubwa zaidi. Sasa sijajua hiyo kubwa inakuwaje.